Unafahamu au unajua nchi zenye ukame na uhaba wa maji zimewezaje kupata maji na watu wanaishi vipi katika mazingira hayo? Leo nataka nikueleze njia wanazotumia nchi nyingi zenye ukame au jangwa na wanaweza kupata maji bila shida. Tuanzie katika nchi za Afrika. Kiangalia nchi ya Somalia, wamewezaje kupata maji? Pale Somalia wameweza kutengeneza visima virefu, yaani deep well. Wameweza kukusanya maji ya mvua. Pia wamepata msaada wa mashirika ya kimataifa ambayo nasema kwamba malori ya maji. Pia wameweza kutengeneza mito ya msimu kama mto Shabelle. Maisha ya watu wengi ni wafugaji wanaohama kutafuta maji na malisho. Matumizi ya maji ni madogo sana. Ukame husababisha njaa na magonjwa. Na tuangalie ni nchi ya Niger. Upatikanaji wa maji, wao wameweza kutengeneza visima na pampu za chini ya ardhi. Pia mto Niger hutumika kwa kilimo. Mabwawa ya maji wameweza kufanya hivyo. Maisha ya watu, kilimo cha kustahimili ukame, yaani mtama, mihogo na kadhalika. Kuhifadhi maji kwa matumizi ya nyumbani. Maisha ni magumu hasa vijijini. Je, kule barani Asia wanawezaje kukabiliana na ukame na kutopata maji? Barani Asia tuanzie nchi ya Saudi Arabia. Upatikanaji wa maji, wao wameweza kufanya kitu kinachoitwa desalination, yaani kuondoa chumvi kwenye maji ya bahari. Pili, maji ya chini ya ardhi. Tatu, teknolojia ya kisasa ya kuokoa maji. Maisha ya watu yakoje? Maisha ya watu ya pale Saudi Arabia, matumizi ya maji yanasimamiwa na serikali. Miji ina maji ya uhakika. Kilimo hufanyika kwa umwagiliaji wa kisasa. Tuangalie nchi ya Yemen katika bara la Asia. Upatikanaji wa maji, wamewezaje? Visima vya maji vya chini ya ardhi, kukusanya maji ya mvua, mito ya msimu, yaani wad. Maisha ya watu yakoje? Wananchi hutumia maji kwa uangalifu mkubwa. Wanawake na watoto hutembea umbali mrefu kutafuta maji. Uhaba wa maji huongeza magonjwa. Lakini pia tuangalie bara la Ulaya, huwa wanafanyeje katika kuhakikisha janga hili la uhaba wa maji wanapata vizuri hata kama kuna uhaba wa maji. Tuangalie nchi ya Cyprus. Upatikanaji wa maji, wao pia wanafanya kitu kinachoitwa desalination, yaani kufanya maji ya bahari kuondoa chumvi na yakawa maji ya kawaida na kutumika katika kunywa na shughuli zingine. Mabwawa ya kuhifadhi maji ya mvua, maji yaliyotumika tena, yaani recycling. Maisha ya watu, matumizi ya maji yanadhibitiwa. Pili, kilimo kinapunguzwa wakati wa ukame. Wananchi wamezoea kuokoa maji. Pale Uhispania, upatikanaji wa maji, mabwawa makubwa, desalination. Kule pwani, maji ya chini ya ardhi. Maisha yao watu wanaishi vipi? Huwa wanafanya kilimo cha umwagiliaji kinachodhibitiwa. Baadhi ya maeneo hupanga mgao wa maji. Miji ina huduma bora zaidi kuliko vijiji. Bara la Amerika, tuanzie nchini Mexico. Upatikanaji wa maji ukoje? Wao wanatumia mabwawa na mito, visima vya chini ya ardhi kukusanya maji ya mvua. Maisha ya watu yakoje? Wakazi wa maeneo kame huhifadhi maji. Kilimo hutegemea umwagiliaji. Baadhi ya watu hununua maji kwa malori. Tuangalie nchi ya Chile. Upatikanaji wao wa maji, wao wanapata maji kwa kupitia maji ya barafu milimani, yaani Andes. Pili, hufanya kitu kinachoitwa desalination kule kaskazini. Pia wanayo mabwawa. Maisha ya watu yakoje? Kaskazini watu huishi kwa uangalifu mkubwa wa maji. Migodi hutumia teknolojia za kisasa za maji. Baadhi ya jamii hupata mgao wa maji. Tuangalie bara la Australia. Tuanzie nchi ya Australia. Upatikanaji wa maji hutumia mabwawa makubwa na pia hufanya desalination, yaani kuondoa maji ya chumvi kuwa maji ya kawaida na kukusanya maji ya mvua. Maisha ya watu yako vipi? Maisha ya watu kule, sheria
kali za matumizi ya maji, kilimo cha kisasa cha kuokoa maji, wananchi wana elimu ya uhifadhi wa maji. Tuangalie nchi ya Papua New Guinea. Upatikanaji wa maji huu wanapatikana, upatikanaji wake wanatumia maji ya mvua, mito na chemchemi, visima rahisi na maisha ya watu. Tuanzie vitu, watu wa vijijini hutegemea sana mvua. Wakati wa ukame maisha huwa magumu, machafu ni kawaida. Nahitimisha kwamba kusema nchi zenye ukame hutumia teknolojia, hifadhi wa maji na nidhamu ya matumizi. Wananchi hujifunza kuishi kwa kiasi kidogo cha maji. Ukame huathiri sana kilimo, afya na maisha. Tuangalie katika nchi yetu ya Tanzania. Tanzania maji yanapokuwa ya mgao ni kwa sababu kuna mambo kadhaa tunashindwa kuyafanya vizuri, licha ya kuwa nchi na mito, maziwa na mvua za kutosha. Hapa nikupe sababu kuu zinazosababisha Tanzania vitu tunavyovishindwa vishindwa na changamoto zake. Cha kwanza, tunashindwa kutokana changamoto kuhifadhi maji ya mvua. Hatuna mabwawa ya kutosha ya kuhifadhi maji ya mvua. Maji mengi hupotea wakati wa masika bila kutumika. Mabwawa madogo ya vijijini hayajengwi vya kutosha. Pili, uharibifu wa vyanzo vya maji. Kukata miti hovyo kwenye vyanzo vya maji, kilimo na makazi karibu na mito na chemchemi, uchimbaji mchanga na dhahabu kwenye mito. Hii husababisha mito kukauka au kupungua kwa maji. Tatu, miundombinu mibovu ya maji. Mabomba ya zamani yanayovuja maji mengi hupotea kabla hayajafika kwa wananchi. Matanki na pampu chakavu. Nne, ongezeko la watu na miji. Miji inakuwa haraka kuliko huduma za maji. Mahitaji ya maji ni makubwa kuliko uwezo wa uzalishaji. Makazi mapya hayapangwi vizuri. Tano, usimamizi duni wa sekta ya maji. Matengenezo hafifu ya miradi ya maji, ukosefu wa wataalamu wa kutosha, miradi kuchelewa au kuishia njiani. Sita, matumizi mabaya ya maji. Kumwagilia bila mipango, yaani kilimo cha umwagiliaji kisicho na udhibiti. Kuacha mabomba wazi, kuosha magari na bustani bila kuzingatia uhaba. Saba, mabadiliko ya tabia nchi. Mvua kutokujia kwa wakati au kunyesha kwa vipindi vifupi. Ukame wa muda mrefu katika baadhi ya mikoa. Mafuriko badala ya mvua za kutosha. Nane, uwekezaji mdogo kwenye teknolojia, yaani teknolojia za kusafisha na kuhifadhi maji bado ni chache. Hatutumii vizuri maji ya chini ya ardhi. Pia desalination haijatumika kwa maeneo ya pwani. Nahitimisha kwa jibu fupi la swali hili au kwa maelezo haya. Maji yanapokuwa ya mgao Tanzania ni kwa sababu ya kushindwa kuhifadhi maji ya mvua, kuharibu vyanzo vya maji, miundombinu mibovu, usimamizi duni, ongezeko la watu, mabadiliko ya tabia ya nchi. Tufanye nini? Cha kwanza ni kujenga mabwawa mengi, kulinda vyanzo vya maji, kuboresha mabomba na miundombinu, kuokoa na kutumia maji kwa busara, kuwekeza kwenye teknolojia ya maji.